Ujumbe niliokuja nao leo kwenu unasema msingi mkuu wa Ukristo aliyouweka Bwana Yesu, na neno kuu linatoka Mathayo 13 mstari wa 44, utaungwa mkono na Luka sura ya 16 mstari wa 16, Mathayo 11 mstari wa 12 na Mathayo 6 mstari wa 33. Kwa mfano hii Mathayo 13:44, hiki ni kibebeo, yaani ndani ndio kuna kile tunachotakiwa kukila. Neno ni kibebeo, yaani nitoe mfano kidogo, ni kama vile yai lililochemshwa au karanga za maganda. Yai lililochemshwa, kama hukujua jinsi ya kulila ukala na maganda, hutaenjoy, wala kile kiini huwezi kusikia vizuri. Utakuwa nasikia unakanyaga kama zege hivi, yale maganda. Kama kulikuwa na mayai matatu, unaweza kula lile yai moja kwa tabu kweli, yale mengine ukabaki kuyatazama, yamekushinda. Vivyo hivyo na karanga za maganda. Ukila na karanga za maganda pamoja na maganda bila kumenya, utakula karanga mbili, bakuli zima la karanga zilizochemshwa pale, utakaa kuzitazama, maana zimekushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana na neno la Mungu, kwa kuwa ni kibebeo, ni lazima umenye ili ule kile kilichomo ndani. Kama hukumenya ukala na maganda, wapendwa wangu, hutapata chochote, utasumbuka. Pengine ndio maana hata tunaposoma Biblia zetu, pengine huwa tunakula na maganda. Ndio maana utabaki kuyatazama kama mayai, yaani unayatazama huyaelewi, yamekushinda. Inatakiwa sasa, wapendwa, tuanze kumenya, tumenye tule kile kilichomo ndani, ndicho kitatupa nguvu, kwa sababu mle ndani ndio kuna viiminirishe, wanaita viinirishe kwa ajili ya roho zetu na imani. Bwana Yesu asifiwe. La pili ambalo nataka kusema kabla hatujaanza ni kwamba ufahamu na roho, ufahamu wangu mimi na roho yangu, na ufahamu wako wewe na roho yako ni marafiki. Ufahamu wako wewe na roho yako ni marafiki. Ndio maana ukizimia, ufahamu ni mwepesi, anakimbia haraka sana, lakini haendi mbali, anasimama kutazama, lakini anaiona roho bado ipo, anajua kumbe jamaa hajafa. Ufahamu unarudi. Wapendwa, mmenishika hapa? Ufahamu na roho ni marafiki. Ukizimia, ufahamu huo unakimbia haraka sana, unajua huyu jamaa kafa, unaenda. Lakini roho, kwa sababu mpaka ipate kibali cha kuondoka, huwa inakuwa bado ipo. Kwa hiyo ufahamu ukikimbia, unaenda kusimama hivi, unatazama, unaiona roho bado ipo, inajua kumbe jamaa hajafa huyu, unarudi. Mmenielewa hapo wapendwa wangu? Unarudi. Ukizunduka, maisha yanaendelea. Ikitokea sasa wakati wa roho umeisha, unataka kwenda mbinguni sasa, ufahamu huwa unakimbia haraka kudandia mgongoni kwa roho, wanaenda. Wapendwa, mmeshika hiyo? Nirudie. Natakiwa yani tuelewe vizuri kweli kweli, ili twende vizuri. Ufahamu na roho ni marafiki. Ukizimia, huwa unapoteza ufahamu. Ina maana ufahamu unakukimbia. Ukijua kwamba huyu jamaa kafa, unakimbia. Lakini ukifika sehemu, unasimama, unatazama, unaiona roho bado ipo. Kwa hiyo inajua kumbe huyu jamaa ni mzima, roho kumbe bado ipo. Unarudi ufahamu, unaanza kutambua mambo tena. Lakini ikitokea sasa roho imepata kibali cha kwenda mbinguni kwa Baba, sasa ufahamu huo unakimbia haraka mgongoni kwa roho, wanaondoka wote. Kwa hiyo akiondoka roho na ufahamu haupo, ameshadandia, ameenda wapi? Ameenda ni roho. Kumbe roho na ufahamu vina uhusiano mkubwa.
vina uhusiano mkubwa vile vile, kwa sababu ufahamu utakayoyafahamu unaipelekea imani. Ndio maana Mungu anasema tangu kwa Hosea, lazima tuwe na maarifa kwenye ufahamu wetu. Mungu anapenda tumjue kweli kweli kwenye ufahamu, tusiende kwa hisia. Mungu anaona fahari tunapomfahamu kwenye fahamu zetu kuliko hisia. Hapati fahari tunapomjua Mungu kihisia. Ndio maana katika Warumi 1:28 anasema waliposhindwa kumjua Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha. Kwa nini? Kwa sababu kama hukumjua Mungu katika fahamu, ina maana hakuna sehemu nyingine utakapomjua Mungu tena, anakuacha.